anayejitoa kikamilifu inampasa aweje? Inabidi ujifunze kujitoa kikamilifu, mtu wa Mungu. Unaweza kujiuliza, inawezekanaje? Inawezekanaje mimi kujitoa kikamilifu? Inawezekana mtu wa Mungu wewe kujitoa kikamilifu? Na ili Bwana akutumie kwenye viwango vya juu, ili Bwana akukubali kuwa wake, maana kwamba inabidi wewe mtu ambaye unaweza kufanyaje? Kujitoa kikamilifu. Haleluya. Mtu wa Mungu, jifunze kujitoa kikamilifu mbele ya Mwenyezi Mungu. Jifunze kujitoa kikamilifu mbele ya Mwenyezi Mungu. Nataka tukajifunze jinsi gani ambavyo mtu anaweza kujitoa kikamilifu mbele ya Mwenyezi Mungu. Unawezaje kujitoa kikamilifu mbele ya Mwenyezi Mungu? Tukisoma kitabu cha Warumi au Waroma 12. Nataka tukajifunze jinsi gani mtu anavyoweza kujitoa kikamilifu. 12 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Unasema, basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Jambo la kwanza, umeambiwa umeambiwa, umesiwa, bwana kwamba umekusii utoe mwili wako iwe dhabihu iliyo hai. Maana kwamba inawezekana wewe kujitoa kikamilifu, na ili ujitoe kikamilifu inabidi utoe mwili wako kuwa dhabihu iliyo nini? Iliyo hai, sio dhabihu iliyokufa. Yes, sio dhabihu iliyokufa. Maana kwamba inabidi utoe mwili wako kisawa sawa, iwe dhabihu iliyo hai. Afu kasema takatifu, iliyo hai. Maana kwamba iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Maana kwamba kitendo cha wewe kujitoa kikamilifu ndipo unapoweza kufanya ibada ambayo impendezao Mungu. Ni kutoa mwili wako kikamilifu, au kutoa dhabihu ya mwili wako kuwa dhabihu iliyo hai. Ndiyo ibada takatifu ya kumpendeza Mungu, na ndiyo ibada yenye maana mbele ya Mwenyezi Mungu, ambayo ndio Mungu anaipenda makelalasi. Ndiyo ibada ambayo Mungu anaipenda na kuikubali. Ni wakati unapotoa mwili wako kuwa dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu. Ndiyo ibada yenye maana. Yes. Tukisoma mstari wa pili inasema, wala musifatishe namna ya dunia hii. Anakusi pia usijaribu kufatisha namna ya dunia hii. Dunia inaenda resi, dunia inaenda kasi, dunia imepinda, dunia imekunjamana, dunia inaenda kinyogo, dunia imeinama, dunia imeinama. Sasa wewe unasio, wanakusi usifatishe namna makala mailalasi, usifatishe namna ya dunia hii, kwa kuwa dunia imeinama, dunia imepinda. Mtu wa Mungu, jifunze kujitoa kikamilifu mbele ya Mwenyezi Mungu. Usijaribu kuifuatisha namna ya dunia hii, bali ugeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mupate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na utakatifu, au na ukamilifu. Yes, na ukamilifu. Maana kwamba jifanyaje? Jifunze, bali mgeuzwe kufanya upya nia zenu, mupate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. So mtu wa Mungu, jifunze kuwa mkamilifu, jifunze kujitoa kikamilifu mbele ya Mwenyezi Mungu. Geuzwa, kubali Bwana kugeuza, ufanye upya. Haleluya. Ufanye upya nia zenu, nia yako ndani yako. Je, nia yako, ndani ya nia yako mna nini? Nini unachokikusudia katika nia yako? Jifunze kujitoa kikamilifu mbele ya Mwenyezi Mungu. Usifatishe namna ya dunia hii. Watu wengi watu